Dr. John Toiti, the General Manager, Meru County Revenue Board. Is the job I was given in this county by our governor, the CEO of Revenue Board. And our work as Revenue Board is in our mandate of the Meru County Revenue Board Act 2014. Na kazi yetu ni kuokota ushuru wa county. We collect all taxes, all revenues on behalf of the county government. And ile ushuru ambayo tunaokota kwa watu wetu wa Meru ni ile ushuru iko kwa sheria. Sheria yetu ya county government inaitwa Finance Act 2019. Ndio inatuguide ile pesa tutaokota kwa soko, ile pesa tutaokota kwa roadblocks, ile pesa tutaokota kwa SBP ama single business permit. So sio ati tunastukianga lete hii lete ile. Kuna ile sheria ambayo imepitishwa na assembly yetu, Meru County Assembly, na inaitwa Meru County Finance Act 2019. I'm so happy that through the leadership of our governor, we were able to get this act. Beleni ilikuwa sheria ya 2014, ile ilikuwa imetolewa kwa different local authorities. It was not clear. But under the leadership of our governor, we were able to come up with the Finance Act 2019, ambayo inaeleza kila kitu. Na governor alisema tusipandishe yoyote, hata zingine akatuteremshia. Like in the Finance Act of 2014, tulikuwa tunaokota parking Maua, Nkobo na Meru Town. Ukienda Maua unalipa 50, ukija hapo unalipa 50, ukienda Nkobo unalipa another 50 the same day. Kasema tuondoe hiyo, na sasa mwenye gari yote ukipaki hata Maua ni 50 shilling unalipa. The same day ukienda Nkobo hakuna kuitishwa tena. It is in our system. So hiyo ndio sheria ambayo inatuguide the fees and charges ile tunacharge watu wetu wa Meru. Kitu inaitwa license ama single business permit iko kwa sheria yetu ya Meru County. Ukifungua hiyo Finance Act 2019, ufungue page 86. That is where sheria ya single business permit iko. Actually it is part 5 of the act. Line 26 talks of the types of businesses, the types of permit, and line 27 or paragraph 27 talks about penalties for the defaulters. Penalties for the defaulters. So nataka kusema Baite TV ambaye ni the issue of contention here is in our laws under the category of small communication companies. Small communication companies. Ukienda kwa hiyo sheria yetu, it is under schedule 13. There are only 14 schedules. Siona kama ziko mingi. There are only 14 schedules. And under schedule 13, that is where you'll meet that category. Actually, schedule 13, code number 380. Code number 380. The inaitwa small communication companies, where Baite Force and any other TV station. So every year, they are supposed to pay a license. And the amount, without penalties, is 25,200. Hiyo ndio sheria imewekwa na our county assembly for them to pay. Now, Baite TV, the last time they paid for a single business permit, na hata mmeona hata kwa mitandao, the last license they have was of 2016. Our systems are automated. Huwezi kutuletea River Road. They are automated. Ukikata license hata nikiwa kwa kompyuta yangu, naona hiyo license imeenda, code imeenda. So all our systems are very clear. The last license they acquired was in 2016. 2017, 2018, 2019, and this year 2020, hawana license. They have no license. And license atuandikiangi watu notice you have not paid license. The notice is in law. Na kila mwanabiashara hata Meru anajua license ni ya mwaka mzima. Ina expire 31st of December. 31st of December. From January to 31st of December. But the law gives traders some grace period. From January to 31st of March. So hapa atutembeangi kwa biashara.
hata tunaendelea kuwatangazia. We go visiting town after town, kuambia wanabiashara wenzetu, our good stakeholders, by 31st of March, make sure you have renewed your license. Na wanabiashara Meru wanajua, they know. Last year, we collected 188 million on single business permit alone. Single business permit, 188 million. Year to date, we have collected 110 million. 110 million, and the maturity period for a license is that the first March. Na hiyo that the first March ndio maneno ya COVID iliingia, most businesses ikafungwa. But we are trusting and we want to thank watu wa Meru kwa sababu walilipa license kwa wingi.